52. Mkate wa uzima, kichwa cha hadithi. 52. Basi Wayuda wakashindana katikati yao wakisema, mtu huyu anaweza namna gani kutupa sisi mwili wake tule? Ilifikia wakati Yesu anaita wanafunzi wake, akaita na makutano, watu wakawa mingi, ndio kwanza kusema mambo ya mkate wa uzima. Basi Wayuda wakashindana katikati yao wakisema, mtu huyu anaweza namna gani kutupa sisi mwili wake tule? Basi Yesu akawaambia, kweli kweli ninawaambia ninyi, kama hamkuli mwili wangu, kama hamkuli mwili wa Mwana wa Mtu na kunywa damu yake, hamuna uzima ndani yenu. Ni mkate wa uzima. Asema mimi mwili wangu kama mukuli, ni kusema pona uzima hakuna. Asema kuleni mwili wangu na damu yangu ili mupate uzima. Yesu anamwambia mwili nini, damu nini. Asante paka lisho. Basi wanafunzi wake wengi waliposikia haya, asema waliposikia maneno haya ya kula mwili wake Yesu, ya kunywa damu yake, wakasema, ndio neno hili ni gumu, nani anayeweza kulisikia? Lakini Yesu alijua yeye mwenyewe ya kama wanafunzi wake walimnung'unikia neno hili, akawaambia, neno hili linawachukiza ninyi? Akawauliza, hii maneno maana nini? Nasema ya kunywa damu yangu na kula mwili wangu inanichukiza? Basi nini kama mtaona Mwana wa Watu akipanda pahali alipokaa mbele, Roho ndiye anayepatiza uzima. Roho ndiye anayepatiza uzima. Mwili haufai kitu. Amen. Kunyweni damu yangu, kuleni mwili wangu, mpate uzima. Roho ndiye anapatiza uzima, lakini mwili haufai kitu. Bado mwili hauletaki uzima kwa mtu. Kinaweta uzima kwa mtu ni roho. Ndio wasema ukinywa damu na ukila mwili uzima kile. Sio takule. Bali posikia maneno vile, wote wanaanza kumdia nyumba. Kama tunaweza leo nitambia maneno ya mwili na damu yake. Mbona ipite tuambia mingi, ipite tu roho anayepatiza uzima. Roho ndio nini? Shuka hapa. Basi wanafunzi wake wengi waliposikia haya wakasema, asikia tufire. Neno hili ni gumu kabisa. Nani anayeweza kulisikia? Bado kama tulianza tushafika na mu etape hii, kasi makuta wa 5000 francs. Kasi ma 30000 francs. Ya kazi gani? Lakini Yesu alijua yeye mwenyewe ya kama wanafunzi wake walimnung'unikia neno hili. Mwili watu, ya kazi gani makuta? Akawaambia, neno hili linawachukiza ninyi? Basi nini kama mtaona Mwana wa Watu akipanda pale alipokaa? Roho ndiye anayepatiza uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niliyasema kwenu, ni roho, nayo ni uzima. Sasa nini kile kisababisha hao watu hapa waanze kurudia nyuma? Maneno yangu yananiambia kwa kitu kingine kile kisababisha moyo waanze kurudia nyuma. Ni mambo ya 5000 francs. Ni mambo ya 30000 francs ya temple. Au ni nini? Hapa. Roho ile kitu yote. Kama 30000 francs kuna mlima hakuna. Mama. Mabamba kitabu cha Musa kitocho mwanzo. Tujue kwa kitu penye sababisha bado kusikia mambo ya mwili na damu yake bado kurudia nyuma. Mwanzo sura 4. Moja pale. Mwanzo 4:1. Wana wa Adamu kichwa cha
akachukua mimba. Akapata mimba. Akazaa Kaina, akasema, nimepata mume kwa Bwana. Akamwambia Kayepe kisabana, nimepata mume kwa Bwana. Maana kujiletea. Akazaa tena ndugu yake Abeli. Baada ya kuzaa Kaina, bali tena mingi akazaa Kaina. Ikafika wakati akazaa tena ndugu yake Abeli. Akazaa Abeli. Cha kushangaza sasa. Shuka Mungu. Mashuka mngani.